Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot TV, karibu tena katika siku hii ya leo. Najua kwamba tangu tulipoajana siku ya jana tumekuwa tu salama, karibu sana. Na leo hii nataka tuweze kuangazia kwamba siku ya leo tumeona kwamba vitu zimetembea kwenye mtandao. Tumeona kule the spouse, office of the spouse of the prime minister, with the cabinet secretary Mr. Musare wa Mudavadi, samahani, this ni Mudavadi, iliweza kufunguliwa siku ya leo. Nataka tuweze kuangazia kwa sababu hii ni kitu ambacho hakiza kuwepo kwa serikali ya nyuma. Unajua kwamba kitu ambacho kimeweza kupatiwa Musare Mudavadi ni kitu ambacho kimeweza kuwekwa na serikali ya Kenya Kwanza. Na hapa serikali ya Kenya Kwanza imeanza tu kutekeleza kila kama wewe kule juu pipi yako anakuwa anachoa mahali fulani anafanya kazi. So mimi kwamba Wakenya wataenda deep kwa pocket zao, tax itakuwa juu. Ndio maana yake mnaona hata tax ya maji iliongeza mara 3. Ndio maana yake mnaona vitu bidhaa, unga, kila kitu haiwezi kupungua sasa hivi kwa sababu ile gharama ambayo imewekwa ni gharama kubwa sana. Ni gharama ambayo inafanya taxi kwa juu. Ndio sasa hizi vitu zingine zimekuwa created uweze kupata pesa za kulipa wafanyikazi. Ikiwa ni mara yako ya kwanza umefika hapa kwenye Kisii Hot TV, ninakuomba ukaweze kusubscribe na ukaweze kulike, unaweza share, pia unaweza weka comment yako. Mimi ninaitwa Dennis, ukipenda utaniita Kukurikuntu. Karibu sana ili tuweze kuangazia katika swala hili la kuweza kupatia Wakenya kazi ngumu. Siku ya leo wakati ambapo Musare Mudavadi wamefungua ofisi ya the office of the spouse of the prime minister of the cabinet, hiyo yote. You understand very well. Musare Mudavadi ile kiti ambacho alipewa si kiti ambacho kilikuwepo kutoka miaka ya nyuma ama serikali za hivi nyuma. Ni kiti ambacho alipewa ili kuhakikisha kwamba kulingana na yale matarajio ama makubaliano walikuwa wamekubaliana. Yaani kwamba after the deputy president tunakuwa na Musare Mudavadi, the prime minister. I call him the prime minister because the function anafanya they're almost to the same ile prime minister amekuwa akifanya. But you know very well we have 2 prime ministers. So the seat yenye ako nayo alipewa majukumu kidogo ambayo the deputy president angekuwa anastahili kufanya. Sasa ukianzia kutoka kule juu, the president alikuja na ofisi yake, yake iko kwa ofisi yake, na bibi yake ni first lady wa nchi ya Kenya, na yeye lazima kuna ofisi ya kwake na atakuwa anapata pesa mshahara, na hiyo kwa hiyo ofisi ya kwake atakuwa anafanya kazi, na hao wafanya kazi watakuwa wanafanya kazi, wakiwa wanafanya kazi watakuwa wanatarajia malipo. Ushaona hapa iko sawa, hapa hatuna shida, it is very okay, it is constitutional kwamba first lady yeye lazima pia akuwe na mara anashikilia na kufanya vitu zake ABCD. Tukikuza the deputy president pia na yeye pipi yake anakuwa kule na ofisi ya kwake, the office of the second lady in the Republic of Kenya, pia na yeye anakuwa anafanya kazi ya kwake na vitu zake. Well and good. Sasa matu kuna shida, hii kiti ya Musare Mudavadi alipewa si kiti ambacho kilikuwa kwa hii constitution, ama ni kiti ambacho kilikuwa created ili kuweza kuaward Musare Mudavadi. Musare Mudavadi amekuwa kwenye ofisi, hata kazi yake hatujaona ni gani. Musare Mudavadi yako tu anakula mshahara, ana pocket pesa za Wakenya. Tell me, sikuwa nimesikia afadhali Rigije anatokanga, Rigathi Shagwa anatokanga, unasikia mara ameenda kupatiana relief food, mara ndio ameenda kutusi Raila. Is the deputy president. But Musare Mudavadi kazi yake haipo. All of a sudden bibi yake ndio amemfungulia ofisi.
Sasa ni kazi gani pia Musalia Mudavadi atakuwa anafanya ambayo Musalia Mudavadi hawezi akafanya? Wakenya wanagharamika, wanajukumika kulipa ushuru wa hali ya juu ili tuone kama tutasurvive. Lakini hapa tena ndio hii serikali ya Kenya Kwanza inaendelea tu kukuja na vitu mingi ili kupatia Wakenya pardon ya kulipa ushuru. Wakenya wenzangu, wacha niwaambie siku ya leo, hamna siku ambayo bidhaa zita reduce price. Hamna. Kwa sababu serikali ni inaendelea kutengenezwa. Na hii serikali imetengeneza vitu mingi kuliko serikali ya Uhuru Kenyatta ambayo ilipita. Hii ni serikali ya Kenya Kwanza ambayo iko na the office of the first daughter of the president. For what purpose? Yani first msichana wa president anasema kuna ofisi ya first daughter of the president, anafanya vitu zake, atakuwa anafanya kazi kwake, na sisi wa Kenya tutalipa mshahara huyo msichana ama huyo mtoto wa president. Tell me, ni country gani iko na office of the first daughter, son of the president? Which iko wapi? Just tell me. For example, let's examine let's go to, let me go to okay, let us go to this country called Tanzania, our neighbors. Have you ever heard something like that? It is office of the daughter of the president or whatever, the first daughter. For what purpose? When you were campaigning for the elections, you had your own manifestos. Manifestos zako aziko zinasema kwamba mtoto wako atakuwa anatusaidia kufanya hii APCD. Mimi nawaambia tu ukweli. Hakuna serikali ya Kenya Kwanza. Hakuna serikali, samahani, hakuna serikali ya mama mboga na bodaboda. Haipo. Hamna. It is not there. It is not there at all. Because if you tell us there is the office of the first daughter of the president, iko hiyo serikali yote ukisunguka, haujaona mwanapodapoda, mama mboga, mtu wa mitumba, mtu wa sukuma wiki akiwepo kule. Ndio manake maskini ataendelea kuwa maskini na tajiri ataendelea kuwa tajiri zaidi. Mkiona Raila Amolo Odinga akitoka nje akipatiana mass action, it means a lot. Hakuna mtu yeyote atasema kwamba sasa let's fight for this. Raundi hii inabidi watu wajitokeze, wajitetee jinsi ambavyo Raila Amolo Odinga anawaambia, get out after 14 days if the prices are not going down. Utatoka nje, ujipiganie, ujitetee, ndio maana yake utasaidika. Tesa hapigi pardon. School fees imeongezeka mingi tena sana kuliko miaka mingine nyuma. Maji price imeongezeka mara 3. Unga imeongezeka, mafuta imeongezeka, bidhaa muhimu vimeongeza ile bei ambao wanauza. Sasa shida iko hapa. Tena tuko na shida hizo vitu kuongeza, wanaenda ku create some offices. Na hizo office ni sisi tutalipa mshahara. Na hizo office hazina kazi ambayo ya maana ambayo tutaona. Ikiwa kama unataka kuwa kiongozi mzuri, kiongozi ni mtu ambaye atasimama asaidie wa Kenya ama watu wake, gharama ya maisha irudi chini. Ikiwa gharama ya maisha imerudi chini, haya basi hawa wa Kenya
ama hao watu wako, hata ukiongezea maofficers mingi mpaka ulete grand son, mtengenezee office, familia yote ikuwe na office, as long as hawa watu wako ambao unaongoza wanapata chakula, wanakula vizuri, gharama ya maisha iko chini, hawatakuwa shughuli na wewe, hawatakuwa na shughuli na wewe, watakuwa umetulia, watakupatia opportunity, watakupatia freedom ufanye kazi yako. Hata ukiiba pesa, hata ukiiba pesa, hawatakuwa na kufuata. Kwa sababu gani? Umewapatia maisha, gharama iko chini. Hawezi ukatuambia kwamba wewe ni tajiri kwa kijiji, unakula vizuri, wanakijiji wenzako wanalala njaa. Hawatakusumbua, watakuibia, watakufanyia vituko hadi wewe ushangae. The best thing you are supposed to do, angalia maisha ya hawa watu. Mlikuwa nasikia rais mstaafu alikuwa anasema kwamba asara tawala. Mnisikia akisema, because you guys mlikuwa nasema dynasty ni mbaya. Dynasty ni mbaya, asara katawala. Sasa ushaona kwamba tajiri anaweza kujali, anaweza kuhurumia, kwa sababu anataka sisi nyinyi wote mpate. Kwa hiyo msomo nasema kwamba eti maskini akipata, hata wewe unajua huo msemo utamalizia. Mateko inafanya nini? You understand? Now you see those guys who used to say sisi ni mahasira, haujawahi lala njaa. If I remember very well, walikuwa wanaambia kwamba wewe Rais Uhuru Kenyatta haujawahi lala njaa, ujue vile njaa inauma usiku. Sasa wewe ni rais, haujui vile gharama inasumbua watu. Vile chinzi sasa hivi ninavyozungumza, unanisikiza, kuna watu ambao wanalala njaa. Kuna mtu amelala njaa leo, takriban watu sasa hivi 1,000,000. Kuna mtu amelala njaa. Watu wanasumbuka, shida. Kugovern inji imekuwa shida. Hakuna kitu mbaya, hakuna aibu. Bandits, yani wanarushana marisasi one on one with KDF. Today nimeona kwamba KDF na askari wa sijini na masoja wengine wameumia. Eti huko Samburu bandits wameattack village, mpaka wakapiga risasi, yani wakapiga marisasi mpaka afisa wa KDF ya hey. Anyway, najua napenda sana chinzi ambavyo uliambiwa wewe Rais Ruto, hawa bandits kuwamaliza vizuri, ketisha maafisa chini, wapatie pesa nzuri, salary yao nzuri, working condition and environment nzuri, everything will be okay. Hii ni aibu kubwa sana. Eti bandits can dare our soldiers, most especially KDF. Shameful. Uongozi hautaki kifua. Uongozi inahitaji unasikiza, unachifanya mjinga, unatulia, uliza mnataka tufanye vipi. Nataka nimalizie, lakini kuna kitu hapa nisikia rais akisema eti stabilize the economy of this country. I want to ask you a question. Do you understand what is the meaning of stabilizing the economy? Ati stabilize economy ya Kenya. How? When the school fees is too huge. Hata sasa hivi nikizungumza na nyinyi, kuna wanafunzi walipata alama nzuri darasa la 8, hawajaingia kidato cha kwanza. Kwa sababu gani? Ya school fees. When you tell us you have stabilized the economy, how?
when the tax of water is 3 times the price of the previous whatever. Lakini sasa wewe unasema sasa step price. Yeah, step price. What do you mean? Ama siku hizi stabilize ilikuja kapoteza maana yake. Siku hizi ilipoteza maana. Stabilize economy ilikuja na maana nyingine. Ndio maana yake nimeshagundua kwamba hata ile mlikuwa mnasema kwamba bottom up. Eti bottom up. Hii bottom up kumbe mlikuwa mnamaanisha gharama itoke chini iende juu. That is bottom up. Pesa mfukoni. Nyinyi mabwenyenye mchukue pesa mweke kwa mfuko, mchukue pesa za maskini mweke kwa mfuko, maskini akiendelea kuhangaika. Hivyo ndivyo mlikuwa mnasema. Dynasty mbaya, asaratawale. Dynasty mbaya, asaratawale. Huru, Raila Amolo Odinga wabaya, Ruto asaratawala. Hey, let me tell you one thing. Hakuna watu ambao wakuna furaha kama watu wa Azimio One Kenya Alliance. Yani sasa hivi Ruto amuka aseme unga ya kupika 2 kg imeenda shilingi 500. Hey, watu wa Azimio watakuwa na furahia. Let me tell you one thing. Sasa hivi watu wa Azimio wakisikia kwamba Ruto ameongeza bidhaa, kazi yao ni kufurahi. Wanasema ongeza. Hata unga inafaa kufika 1000 2 kg. Ndio sasa wao wasema hatupa wingi, sipa wingi. Sipa wingi. Sasa mnapangwa. Sasa hivi ninaona hakuna serikali ya mama mboga. Sasa hivi ninaona serikali ya loyalties. Wale watu ambao walikufa na Ruto wakaamka na Ruto ndio wanaendelea kufanya kupata kazi. Ndio wanaendelea kuwa awarded. Sisi wengine hapa tutaendelea kupiga kelele. Watu wa Azimio wao wanafurahia. Wanasema wote gharama iende juu. Tuliwaambia kwamba huyu mzee, huyu mtu anaitwa Ruto ni mbaya. Watu wakasema kwamba ati Ruto mbaya wapi? Huyu ni maskini. Ya? Huyu ni maskini ambaye amekuwa akiuza kuku. Amekuwa akiuza kuku huko kwao. Amekuwa akichunga ng'ombe. Huyu ni mtoto maskini atatujari. You guys, tuliwaambia vizuri, hamkusikia. Sasa kimeumana. Sema kimeumana. Hey. Watu wa Azimio wako na furaha. Wakiona kwamba the prime minister, sorry or whatever, I call him the prime minister because amefungua office of the spouse. Wakisikia kwamba the office of the first daughter of Musalia Mudavadi amepatiwa ofisi, hawatasikia ubaya, watafurahi. Yeah? Kwa sababu mlisema kwamba hata bangwingwi. Hey, hata bangwingwi. Hey. It is the right moment now to serve. You need to understand kwamba mkiambiwa hiki ni kibaya, ni kibaya. Elewa. Hey. Hapa. Na bado mwaka haujaisha. It is only 6 months. Hata miezi 6 kweli. Let me start counting. Okay? Hey. Let me start from September, October, November, December, January. Nah, it's 6 months now. Let me say 6 months. Ninaanza kulia. Asira tunaumia. I'm very happy. Ruto, kama unanisikiza, kama unanipata, kama wewe ni mtu wa Ruto unanipata, mpelekea huu ujumbe. Mwambie aongeze. Hiyo bidhaa iende juu. Mafuta wacha waongeze hata mjukuu wake ampatie ofisi. Hata kama kuna 3 months ama mjukuu wako na hata 1 year. We don't care, we don't mind. Just mwambie wapatie familia yake kazi. Mamake apewe kazi. Kazi ya kulipa vizuri. Kama ni yuko kazini yake huko ushago brother yake, wapatiwe kazi.
Mwambie tu hivyo, ambia Ruto, mwambie tunampongeza, kazi iende tu kwa familia yake, familia yake, na gharama iende juu. We don't care what we want, yani kila kitu, because afanye na chinza ambavyo alikuwa amesema bottom up. We want everything itoka chini ende juu. Gharama mnangoja nini bwana? Nataka kununua kiberiti shilingi 50. Ile kiberiti ya ngapi? Ile nunuanga na 5 bob. Mwambie apeleka 50 bob. Tunataka kutengeneza uchumi ya Kenya bwana. Hatutaki kutegemea kuomba huko msaada huko nje. Waambie tell them. Tell akinarigiji. Waambie bwana, ongezeni bwana. Hii chumvi. Ongeza, wacha kutuuzia chumvi. Wacha kutuuzia 20 bob. Usamia. Kwani kwa nini? We are Kenyans. Tutalipa. Watu wazimio, hi. Hey. It is the right moment we suffer. Watu waumie. Unajua wakati Ruto kitangazwa kwa rais wa 5, watu wa Azimio walilia, wakaenda Supreme Court ikawapiga nje, wakalia. Sasa wakazoea samahani, wakazoea. Sasa ni wakati hata nyinyi watu wa Kenya kwanza pia nyinyi mwanze kulilia. Kujeni rende tulie pamoja bwana. Wacheni hiyo. Thank you very much for watching, ladies and gentlemen. Tupatane tena baadaye. My name is Dennis Kukurikuntu.